Ndiyo, pH ya kizazi au tuseme pH ya uke na maji ya uzazi inaweza kuathiri sana uwezekano wa kushika mimba. Ni jambo muhimu linaloweza kuzuia mimba kutungwa ikiwa halijawa sawa. Hebu tuelewe jinsi inavyofanya kazi. pH ya kawaida ya uke na kizazi na jinsi inavyoathiri mimba. 1. pH ya kawaida ya uke. Kwa kawaida, uke huwa na pH ya tindikali, acidic, kwa kawaida kati ya 3.8 hadi 4.5. Hali hii ya tindikali inasaidia kuzuia ukuaji wa bakteria hatari na fangasi, na hivyo kulinda uke dhidi ya maambukizi. Hii ni kazi ya bakteria wazuri wanaoitwa lactobacillus, ambao huzalisha asidi ya lactic. 2. pH kwa ajili ya mbegu za kiume, sperm. Tatizo linakuja hapa. Mbegu za kiume, sperm, hazistawi katika mazingira ya tindikali. Mbegu za kiume hupendelea mazingira ya alkali, basic, ili kuishi na kusogea vizuri. pH bora kwa mbegu za kiume kuishi na kuogelea ni kati ya 7.0 hadi 8.5. Mazingira ya tindikali sana kwenye uke yanaweza kudhoofisha au hata kuua mbegu za kiume kabla hazijafika kwenye kizazi. 3. Mabadiliko ya pH wakati wa ovulation, kutoa yai. Mwili wa mwanamke umeumbwa kwa namna ya ajabu. Wakati wa ovulation, kipindi ambacho yai hutolewa na mwanamke, ana uwezekano mkubwa wa kushika mimba. pH ya ute wa kizazi, cervical mucus, hubadilika na kuwa alkali zaidi. Kawaida, pH kati ya 7.0 hadi 8.5. Mabadiliko haya ya pH yanatengeneza mazingira rafiki kwa mbegu za kiume kuishi, kusogea haraka na kusafiri kuelekea kwenye mirija ya uzazi, fallopian tubes, kukutana na yai. Ikiwa pH hii haibadilika wakati wa ovulation na kubaki tindikali, inaweza kuwa kikwazo kikubwa kwa mbegu za kiume kufika na kurutubisha yai. Mambo yanayosababisha usawa wa pH ukeni na kuzuia mimba. Maambukizi. Maambukizi kama vile bacterial vaginosis, BV, au maambukizi ya fangasi yanaweza kubadilisha pH ya uke na kuifanya isiwe rafiki kwa mimba. Matumizi ya baadhi ya bidhaa, douching, kujiosha ndani ya uke. Hiki kinaweza kuharibu usawa wa pH na kuondoa bakteria wazuri. Sabuni kali au zenye harufu. Matumizi ya sabuni zisizofaa au zenye kemikali kali zinaweza kuvuruga pH. Vilainishi, lubricants. Vilainishi vingi vya kawaida, water-based lubricants, vina pH ya tindikali ambayo inaweza kuua mbegu za kiume. Kuna vilainishi maalum vilivyoundwa kusaidia mimba, fertility friendly lubricants, ambavyo vina pH rafiki kwa mbegu za kiume. Lishe na mtindo wa maisha, ingawa sio sababu kuu, lishe isiyo na usawa na msongo wa mawazo sugu vinaweza kuathiri afya ya jumla ya mwili, ikiwemo usawa wa pH. Mabadiliko ya homoni. Mabadiliko ya homoni yanaweza kuathiri pH, ingawa wakati wa ovulation pH inatarajiwa kubadilika asilia ili kusaidia mimba. Nini cha kufanya? Ikiwa mwanamke anatatizika kushika mimba na anashuku tatizo la pH, ni muhimu: 1. Kushauriana na daktari. Daktari anaweza kufanya vipimo kubaini pH ya uke na kutambua ikiwa kuna maambukizi yoyote yanayoweza kuathiri. 2. Kuepuka douching. Usijioshe ndani ya uke. Uke hujisafisha wenyewe. 3. Chagua bidhaa za usafi kwa makini. Tumia sabuni zisizo na harufu kali na maji ya kawaida kusafisha nje ya sehemu za siri. 4. Tumia vilainishi sahihi. Ikiwa unahitaji vilainishi, tumia vile vilivyoundwa mahususi kwa ajili ya kuongeza uwezekano wa mimba, fertility friendly lubricants, ambavyo vina pH rafiki kwa mbegu za kiume. 5. Tibu maambukizi. Ikiwa una maambukizi ya uke, yashughulikie haraka iwezekanavyo chini ya ushauri wa daktari. Kwa kumalizia, ndiyo, pH isiyo sawa ya kizazi/uke inaweza kuzuia kushika mimba kwa sababu inaweza kuathiri uwezo wa mbegu za kiume kuishi na kufika kwenye yai.